Tulisema we are on a mission to make everyone around us know Jesus. Everyone around us, we are on a mission and we are intentional. Bwana Yesu asifiwe. We are intentional. Kwa hivyo this year hata kuongea kwako, be intentional that you want someone to know Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Hata kale kawimbo unaekanga inaitwaje? Sikiza tu. Be intentional. Weka intentionally you want someone to know Jesus. Acha kuweka kasongo yeye. Kuna watu unapigia unasikia kasongo yeye, unashangaa ni mimi ama ni huyu mwenye simu ndio kasongo. Bwana Yesu asifiwe. Be intentional. Ukisalimia watu, si ati hatujui habari yako sio salamu. We know ni salamu, si ndio? But be intentional. Let them know about your Jesus. We have been hiding our Jesus for so long. Imagine you have been hiding your Jesus to an extent kwa neighbors wako kuna mwenye hajaisikia habari za Yesu na ako tu. Nilijua hapo mtanyamaza. Imagine the way you have been hiding your Jesus to an extent kuna rafiki yako hajui kama umeokoka. Si kuna rafiki uko na yeye na hajaokoka. Sema tu ukweli. Si kuna rafiki uko na yeye na hajaokoka. Because you have been hiding your Jesus very well. Sasa from today, in the name of Jesus Christ who called me and whom we serve, I allow you to go and tell people about the Jesus you have been hiding. Go and tell your neighbors about him. Go and tell your friends about Jesus. Tell them that Jesus loves them so much and he wants to have a fellowship with them. And wakikuuliza where, don't be ashamed to tell them where you fellowship. Tell them, come we go. Bwana Yesu asifiwe. Tell them. Don't be ashamed. We are intentional. Bwana Yesu asifiwe. We are intentional. Every Saturday jioni pita kwa milango yao waambie ni kesho ndio tunaenda. Tell them. Wengine wanajifanyanga tu hawajui. Tell them. Go and tell them. Awe mlevi, awe chokora, hata kama utamanage kupata mganga mmoja huko kuja na yeye. Ukimanage kwa hiyo plot, si kuna watu unaona tu ni mganga. Hata ukimanage kama utakuwa muoga sana. Na usikie una manage kwenda hapo kwa kibao wameandika mganga hatari kutoka wa Zanzibar. Piga hiyo namba mwambie I welcome you, kuna habari moto moto. Piga. Waambie Allah akishika, akisema huyu ni mganga mwambie na mimi nimekupigia kuna habari moto moto. Akiuliza gani mwambie Yesu anakuja. Na ametangulia kwa fellowship huko tunaendanga kanisa. Uko wapi twende? Enda chukua yeye. Hata ukipata amevaa hiyo shuka mwambie uko tunaenda tuna hiyo shuka twende. Kuja na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Ukikutana na mlevi huko mwambie kuna habari moto moto. Akiuliza gani mwambie Yesu anakuja. Hata kama amebeba pombe mwambie twende tu nayo hatu siweke. Kuja tu na yeye hata kama ameishika. Come. Bwana Yesu asifiwe. Come with them. This year we are intentional. Bwana Yesu asifiwe. Enda kwa hiyo, si kuna mtu hapo salimiangi. Sasa I allow you go to that person. Mwambie kwa leo tuweke makasiriko yetu wapi? Kando. Kuna nini? Hujasema vizuri. Kuna nini? Kuna mali tunahitajika na kuna habari moto moto. Akiuliza mwambie kuja twende nikuonyeshe. Leta yeye hapa. Bwana Yesu asifiwe. Tukisha sifu hivi ndio yeye atajua. Utakuwa umefanya kazi yako. They have known Christ. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Tell them. Tell everyone. Tell friends. Tell women. Tell children. Tell the youth.
Ukipita pale Tao, kuna wale wasichana wanakuanga wamevaa nguo za watoto wao wadogo. Enda hapo. Unajua tunawahurumia juu hawana nguo. Walijikuta wakavaa, wamekosa nguo paka wakapata wakavaa ya watoto wao wale wadogo. Go and tell them. Waambie kuna habari moto moto. Mnyi mnasimama hapa mnapoteza. Kuna habari moto moto. Hatutasema uko na mpango na yeye. Lete yeye. Bwana Yesu asifiwe. This year we are. Zile post unakanga Facebook. Wacha kupost ukiwa uchi. Wacha kupost tumbo. We are not ready to see your stomach. Tumeona tumbo nyingi. Hebu ambia jirani yako tumeona tumbo nyingi. Wacha kujipiga picha ukiwa na tumbo kati utuonyeshe. Wachana na hiyo. Kuna watu tumeona matumbo za kila aina. Tumeona tumbo kubwa, tumeona ya kitambi, tumeona yenye imekama kwa mgongo, tumeona. Hatutaki kuona tumbo tena. Tafadhali post habari moto moto. Post habari. Ladies, wacha kupost unajipiga picha hivi unapost. Sasa hizo this year suspend. Tumeona nyingi. Siku hizi kwa Facebook tukiingia we see them. Sasa hiyo yako hatutaki. Hebu ambia mwenzako hiyo hatutaki. Mwambie weka habari moto moto. Hata kwa profile eka picha yenye iko intentional. Bwana Yesu asifiwe. Toa vitina yote, weka kando, weka habari. We are intentional this year. Hata sikio ijawahi sikia Yesu itasikia. As long as utafika mahali huko, ambia huyo mtu. Ukienda kwa tajiri yako, sasa sio kila siku unaenda kumwambia mshahara unataka mshahara. Sasa enda mwambie kuna habari moto moto. Akijua Yesu mshahara atakuongezea. Anakufinya juu ni wa shetani. Sasa shetani ndio anafinyanga watu. Shetani ndio oppressor. Sasa when you are afraid to tell your boss about your Jesus, tell them Bill. Tell them. Enda. Mwambie niko na emergency. Akifikiria emergency ni kumwitisha pesa, mwambie boss, niko hapa na ninajua Yesu. Na ninahofia unaweza kuwa haujamjua. Na vile ninakupenda. Natamani siku moja nikifika mbinguni nikipiga kona nione boss yangu wako hapa. I have come to let you know that Jesus loves you. Tell them. Mwambie, akikuuliza kwa nini umekuja kuniambia, mwambie ni upendo. Boss, vile ninakupenda, siwezi ruhusu ukose mbinguni. Vile tu, hata kama ni mbaya, mwambie tu vile nakupenda. Hata kama umpendi, mwambie tu vile nakupenda. Nistaki nikukose mbinguni. Tell them about Jesus. Bwana Yesu asifiwe. We are intentional this year. They will know Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni mtu mnafanya na yeye kazi, be intentional. Wacha vitina ya kumwambianga vile bosi amewanyanyasa. From Monday ukienda mwambie vile Yesu anampenda. Kama yeye ni wa uchawi, mwambie leo kuna habari moto moto. Jesus loves you. Na next Sunday nataka nione watu mkikuja na majirani na marafiki. Ukipata store bonus, wacha kupigia mimi. Nimeshajua Yesu. Tafuta mtu mmoja chenye unajua akijaokoka. Tumia hiyo store. Ambia huyo mtu, wewe, Yesu anakuja. Watoto, Bwana Yesu asifiwe. Huyo baba yako mwenye hajaokoka ama mama, enda mwambie kuna habari moto moto. Umwambie aje? Nataka watoto peke yao. Enda uambie huyo mzazi kuna au baya mnasema pole pole. Leo ukienda uongee na huyo baba, umwambie aje? Akikuuliza ni gani, umwambie aje? Yesu anakupenda. Umwambie aje?
Ukikutana na watoto wenzako uambie aje, kuna nini? Kuna habari moto moto, ijakuwa baridi bado iko moto. Bwana Yesu asifiwe. Next Sunday pita kwake, shika yeye mkono, lete wapi? Asikie habari. We are intentional. Bwana Yesu asifiwe. Wasichana wenye wako hapa mjapata timu ya kusajiliwa. Huyo mtu mwenye anakupigianga simu anakuambia I miss you, mwambie kuna habari moto moto. Lete tutarekebisha hapa. Wewe tu ndio unadanganyanga, anakuambia kuja nikupeleke town. Mwambie raundi hii town. Twende. Kama ni mbaba mnaitanga sponsor, lete hapa. Lete hapa. We are intentional. Hata yeye anahitaji nani? Do you know why anakudanganya? Ana Yesu. Lete yeye wapi? Ukiwa kwa barabara unaenda kanisa, ukikutana na mmoja anaenda njia nyingine, mwambie kuna. Bwana Yesu asifiwe. Do you know nini nasema? I stand here on the altar and I declare your spirit ya kutell people about Jesus iingie watu hapa. Mimi kama kuna spirit leo nasukuma iwaingie. Hata kama upendi. Father, in the name of Jesus, may that spirit enter people here. May that spirit enter every ear. Kila sikio hapa. That you may go and tell people about Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Mtu akikuja kwa nyumba yako, asipokuambia amekuja na habari moto moto, mwambie umefanya vizuri kuja. Kuna habari moto moto ilikuwa inanichoma, nilikuwa nashangaa nitaambia nani. Alafu unamwambia, kisha mwambie geuza miguu enda kwako. Ukishamwambie geuza miguu, asizime hiyo habari moto moto. Unajua ukimfukuza hivyo atafanya aje? Do you know what she will do or what he will do? Ataenda ataambia watu, hiki mama kinajifanya. Alafu watamuuliza kinajifanya aje? Kinajifanya kinaniambia habari moto moto. Habari gani? Kinaniambia Yesu ananipenda. Amekusaidia kupeleka habari? Be intentional. Bwana Yesu asifiwe. Paka mtu ukimfukuza hivyo atapost pia kwa Facebook. Atasema siku hizi watu wako na maringo. Ukienda kwao wanajifanya wanapenda Yesu, wanakuambia habari moto moto. Alafu wanakuambia Yesu anakupenda. Wamekusaidia kufikisha nini? Bwana Yesu asifiwe. Mr. Makana, nataka ni monitor hata status zako. Nataka Mr. Bill, nataka ni monitor status zenu. Habari moto moto everywhere. Tunataka dunia ijue Yesu. Bwana Yesu asifiwe. You are an ambassador of Jesus Christ. Hebu ambia mtu you are an ambassador of Jesus Christ. Yes. You are an ambassador of Jesus Christ. Make sure everyone knows about Jesus. Let your friends know. Mimi mahali pa kwanza nilianza kupeana habari moto moto, nilikuwa nahubiria vikombe na sufuria na vitu. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo vikombe, I'm telling you, nilizifanya zikasikia habari moto moto. Do the same. Sasa wewe enda kwa marafiki, tell them. Bwana Yesu asifiwe. Ukipata tu safari kama wamekupea tu message kadhaa tu bure, tumia watu. Na usitumia wenye wameokoka. I want you to be intentional. Karibu nikwambie uangalie kwa simu yako saa hii. Sikuna tu wakora fulani wanakaa kwa simu yako, hata wewe unajuanga hii ni jambazi tu. Ama hakuna? Tuseme ukweli. Sikuna watu unajuanga hii ni wrong number. Hii jawahi okoka hii. Anytime umepata tu dakika kadhaa, tume hizo message huko. Waambie kuna habari. Kuna mtu anatafutanga mapenzi. Unaona waganga wanaandikanga wanapeana nini? Sasa mapenzi ya ukweli iko kwa Yesu.
tumia watu waambie habari. And this year you will change. This year you will change someone somewhere. This year you will change a man somewhere. This year you will change a marriage somewhere. Bwana Yesu asifiwe. This year. Usijali hata kama utamleta alafu asirudi tena. Akishakuja tu tumeomba, na unaona akikuja tunakuwa intentional. Maombi yetu tunaomba Mungu, we declare the mind of Christ ndani ya huyu mtu. Tunatangaza Yesu ndani yake. So hata akienda atajifanya anatoroka, kumbe mbegu ilishaingia. Siku moja ataokoka hata kama hataki. Bwana Yesu asifiwe. Be intentional. Ndio maana wakati mwingine tunaweka service online, tunatumia vyombo ndio majirani wasikie. Kama ingekuwa majirani hatungewekea wewe. Wewe hauhitaji hii. Wewe mimi niko tuna amplified voice, naweza kuongelesha usikie. Kwa hivyo target ya kuweka live si wewe. Kuna mtu tuna target mahali, si ndio? Hatuwezi kwenda mbinguni peke yetu, tutashika wengine. Praise God. And then from Sunday, wazazi, thank you for bringing your children today. And today also we'll be praying for the children. Wote ambao wanaenda shule, will be praying for them. Bwana Yesu asifiwe. And we will be also praying for parents ambao wanasikia ni kama hawana school fees vizuri. Hata kama uko nayo kidogo lakini unasikia ni kama haitoshi, we will be praying for you. Huyo mtoto by all means lazima afanye nini? Lazima asome. Na atasoma. I'm telling you. Hakuna watoto wa KRMF watakuwa home. That one I declare in the name of Jesus. Hakuna watoto ambao wanashiriki hapa watakosa kuenda shule. All of them they will go. Na hata waambie majirani, ukitaka mwambie hao jirani yako, waambie ukitaka mtoto wako asome, try na wachache. Sasa shida yako wewe ni muoga. Huwezi sema ndio naogopa, na nikisema na akose kuja si shauri yake, kwani mtoto ni wako. Praise God. Kwa hivyo we are going, before the service ends, we are going to pray for those children. Now wazazi, I want you to help us to train that child. Help us to train that child. How? Every Sunday nilipeananga Bibles hapa kwa watoto. Sijaiona hata moja. Nilishtuka sana kuona mzazi ametokea na hiyo Bible. Nilishtuka. Ninasema tutoe Bible, nikaona mzazi ametoa, na ako confident kabisa nikupate. Takunyang'anya nipe mtoto mwingine. Wewe uko na uwezo wa kununua kitenge na una Bible. Uko na uwezo wa kukula nyama Christmas mzima, umekula manyama, alafu January una Bible. Prepare your child. Every Sunday morning, tafuta Bible. Pea mtoto Bible. Pea mtoto notebook. Pea mtoto kalamu. Pea mtoto offering. Na pia mpe maji. Mlete mapema. Because bado hatujamaliza kujenga pale nje. Before jua likuja watoto watakuwa wamefundishwa. Mpe maji ya kunywa. Bwana Yesu asifiwe. Train your child to be dependable. Sasa dunia imeharibika. Huwezi ruhusu mtoto wako anakunywa tu maji ya watu wengine. You never know. Praise God. Pea mtoto wako maji. Vile unahakikishanga amepata snacks akienda shule. It is very bad. It is bad manners. Unapeanga mtoto snacks akienda shule lakini umpei akienda church. Pea yeye Bible. Pea yeye notebook. Kesho ni shule. Wazazi hapa mtaamuka mapema sana kuprepare watoto, si ndio? Na utahakikisha vitabu zote ako nazo, si ni ukweli? Utahakikisha ako na kalamu, si ndio? Utahakikisha ako na nini nyingine? Na snack. Alafu Sunday ikifika unamwambia aenda tu. Toto atoa tu mikono tupu anaenda.
Alafu akifika mkubwa ukimwambia tujenge kanisa hajui. Bwana Yesu asifiwe. Wenye mmenyamaza najua hiyo hampendi. Sasa I want you to do that hata kama upendi. Hatutaachilia ako katoto kakue kajambazi kesho. Ako katoto konako akata tukana mapasta kesho, akata tukana kanisa kesho. Katajenga kanisa la Mungu. Huyo mtoto atasababisha madhabahu ya Mungu isimame in your family. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Be intentional. Be intentional. Allah will be coming to service by saa 2 maombi imeanza. This is a new year. By saa 2 sharp tumeanza prayers. Naelewa? By saa 2 sharp tumeanza. Saa 7 itakuwa inatupata hapa. Kuna watu mtakuwa mnakuja mnapata tukisema the grace. Ambia jirani yako endelea tu kuchelewa. Praise God. This year change. Sawa. By saa 7 we are done. Ndio maana mnaona nikiwa very keen kuangalia saa. By saa 7 we are. Praise God. Nini ingine? Niliuliza how many people wants to support us build the house of God? Nani hapo unaweza jitolea you support us to build kumaliza hii kanisa? Let us see by your hand. Tafuta kitu. Just tafuta. Praise God. And remember you are not doing it for me. Hata mimi niko mmoja wa wale wameinua, maana nimeinua mkono nikauliza ni wangapi tuko tayari. Juu hata mimi am on the same mission. Bwana Yesu asifiwe. This is the work of God and we are going to do it. Sindio? Purpose. Fanya kazi ya Mungu kuwa emergency or priority kwako. Praise God. Because we are going to raise the altar of God together. Hizi baraka pastor hata beba peke yake. You are going also to take them in your homes. Sindio? You are going to take the blessings to your family. Yeah, hiyo kazi imesimama hapo, inataka watu ambao watajitolea to do it. So be ready. Usiinue tu mkono. Na wakati unainua mkono jiambie Mungu nipee uwezo. Nitafute. Tafute hiyo 1000 yako 5 lete. Tafute hiyo 1000 yako 10 lete. Kuna mtu pesa kubwa ameitoa kwa kazi ya Mungu ni 1000. Kuna mtu ni 50. Kuna mtu ni 50 bob. Kuna mtu ni 20 bob. Lakini pesa kubwa umeipeleka kwa mganga. Nilifanyia mtu deliverance hapa akasema walipeleka ng'ombe 3. Na hata kifaranga kwa kanisa hujawahi. Pesa umeipeleka kwa matanga ni ngapi? Kuna watu wameitoa kwa matanga hata 50, hata 10, hata 20. Pesa umeipeleka kwa hospitali ni ngapi? Kuna watu wameipeleka kwa hospitali maelfu ya pesa. Mali tu upelekangi ni kwa Mungu. Invest in the things of God. Bwana Yesu asifiwe. You will see the way blessings will follow you this year. Secondly, this month we are going to be more prayerful. Not just this month, this year. We are going to pray and fast. This year tutakuwa na fasting nyingi na prayers nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Wacheni niwaambie kitu. Mungu amekusudia kufanya mambo makubwa sana this year kuliko kawaida. Mungu amekusudia kuinua watu viwango tofauti. And if you want to see that, try to be prayerful this year. Try to be prayerful this year. Bwana Yesu asifiwe. Try to be prayerful this year. Wacha hiyo shortcut unatumianga. This year try to be prayerful. You will see what God is going to do. You will see. Hata yote niambia. You will see. You will see the kind of prosperity Mungu ataachilia. You will see the kind of blessings God is going to release in that home, in that family you have. Try to be prayerful. Try to discipline yourself this year.
you are going to see what God is going to do. Bwana Yesu asifiwe. Wale watu wako kwa familia yako hawajaokoka, they will receive salvation this year. Try to be prayerful, you will see. Hawa watu wameshindi kuwapiga vita vya kiuchawi. This year try to be prayerful, you going to see. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo this year be intentional. Na nimalizia kusema hivi, this year beba wokovu wako personal. This year usijaribu kuwa na wokovu ya group. This year kataa kuwa na wokovu ya group. Ati rafiki yako akikasirika pia wewe unakasirika. Shame on you. Ati rafiki yako asipoenda kanisa pia wewe uendi. Shame on you. This year wokovu ni yako. Hebu ambia jirani yako, this year wokovu ni wako. Kaa na Yesu personal. Bwana Yesu asifiwe. This year beba wokovu wako na wivu. Juzi kuna mtu watu tulikuwa tunashare nao hapa nikacheka about the story of the wise virgins and the foolish. Akawa anasema kwa walinyimwa mafuta na the wise. Si ndio? Maisoma hiyo story. Kuna wise virgins na kuna foolish. Bwana Yesu asifiwe. Sema tunaenda fellowship, unadanganya nilikuwa nafua. Si ufue mapema. Mchana mzima umepiga vitina, ndio jioni saa ya fellowship ndio useme unafua. Tunakujua. Tunakujua. This year waacha vitina. Ikifika saa ya fellowship, enda fellowship. Bwana Yesu asifiwe. Enda, hebu ambia jirani yako waacha vitina, enda ushirika. This year purpose to go for a fellowship. This year read your Bible. Bwana Yesu asifiwe. Si kuna watu hapa mko na Bible lakini hujui mahali uliiweka nyumbani. Hata muangalie chini. Si kuna watu hapa mko na Bibles lakini nyumbani hata hujui mahali uliiweka. Bible sio chombo cha wageni kutumia. Go and use your Bible. Bible sio chombo cha kanisani. Unaishindanga Facebook, Twitter. May God give you the grace to read your Bible. Watu pako umeonekana wewe ni kama Mkristo ukali. Hawaelewi prayer. Hata ukiwaambia naenda maombi, si kwani lazima usiende. Ningechukua kiboko. But this year love Jesus more. This year walk with God more. This year embrace God. This year share the love of Jesus Christ. This is the year of God. And you are going to see the kind of blessings God is going to release to you. Hallelujah. You are going to see the way Mungu anaenda kufungua milango kwa maisha yako. I'm telling you the truth. Do you know why hii mwaka ninaanza na message ambayo ipendezi hivyo? Because this year is going to be a great year. Wale wana macho ya kiroho wanaelewa kile ninasema. This is going to be a big year. Your dreams shall come true this year. Your shamba umaitamani kununua this year, God is giving you the grace. Iyo kitu chochote umewahi nyang'anywa, this year God is releasing it back to you. That business you have ever desired to open this year, God is giving you the grace. In the name of Jesus. Hallelujah. Na wazee wote, I charge you this year, love your wife. Hapa amen zimepungua. This year I declare your mipango ya kando yote ivunjike from today. Bwana ni wamama tu anasema, nimesema kwa wazee kwanza. Kwa wazee ako kaskati unapendanga, from today I declare it is over. Amseme amen. Semeni amen na nguvu. Kama uko hapa unachanga familia yako njaa, unakimbia mahali, from today yo miguu tunakata. And by the way, I am very serious and there is nothing you can do. That marriage must be rich. Hiyo marriage yako lazima isimame. There is a reason why God gave you that wife. Bwana Yesu asifiwe.
Wamama mwenye mko na tusweetheart twingine, I disconnect you. Si ati mnadanganya naenda saloon kumbe unakimbia kwa Njoroge. From today, Bwana Yesu asifiwe. Zuri mmeshatoa offering. Unajua kwa injili kama hii uweze toa. Mwingine anasema basi sasa hiyo ni gani? Nimesema from today mipango yote ya kando ivunjike. Kama uko hapa mzee unasimamanga kwa vichorochoro upatikane. Kwa hiyo vichorochoro, hiyo pesa ya kupeleka watu tao wanunulie chips na unaacha uwezi, mara ya mwisho ulinunulia mtoto wako ukumbuki. You are a woman here. Mara ya mwisho ulitengenezea bwana yako vitu vizuri, chakula mzuri, you don't remember. Unamwekeanga chakula na mguu hivi unakimbia unaenda shughuli zako. Lakini kwa mipango ya kando unajua kwa unampaka mama kanavaa vizuri, kanavaa kitenge, hujawahi valia mume wako hivyo. Unatoka vizuri smart kabisa, kumbe nikupate. From today we disconnect that. This year in the operation our marriages will be happy marriages. This year in the operation our families will be good families. This year in the operation our husbands will be good husbands. We will have good wives. We will raise good children. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna wale wasemi amen. Uzuri imeingia kwa masikio. Na ukitaka kujua niko very serious, ninasema nikiwa kwa madhabahu hapa, go and try. Enda tu jaribu kwa hiyo mpango wa kando, uone aibu utakuwa nayo. Enda tu uone. Wezi nunulia watoto chakula, wacha watoto njaa. Bibi ya kubembeleze ndio ununue hata unga peke yake. Alafu unatoka nje na suti umevaa, unatokea watu umevaa smart. Wapi? Bible imesema tunavaa nguo mzuri lakini hata hatupendezi kwa sababu ya tabia kama hiyo. Ukitaka kupendeze, tunza familia yako. Wazee, Bwana Yesu asifiwe. Mama hata uvai kitenge inakaa aje na mume wako unamuonanga kama takataka, huwezi pendeza. Ndio maana uko na viatu hujawahi vaa. Hata ukivaa haikutoi smart. Ukijaribu kuivaa unaona kama inatoa mguu yako ni ya left na ni ya right. Kwa sababu hujui kutunza mume wako na watoto. Nilijua hapo umesema amen. This year you will love your husband. You will honor your husband. Wacha kuchukulia your husband kama takataka. Kikombe unapeanga nao mtoto chai ndio unapea nayo your husband. Alafu umeweka kikombe kingine ya wageni nikupate. Enda toa hiyo vikombe mzuri umeweka kwa kabati ya wageni. Tengenezea your husband a special cup. Semeni amen. Hiyo sahani umeweka yenye ulipata kwa chama, umeweka special ya wageni. Leo hii I introduce a new visitor in your home, and that visitor is your husband. Enda toa hii after church. Na ngangana nimaliza saa 7, go home. Ibada kisha toka penda kwako. Toa hiyo sahani, osha vizuri. Pikia your husband yake hapo chakula. Ati sijui ni kwa nini, sijui ni nini anaonanga kwa mama nani. Kumbe madharau umejaza. Kwenda huko. This year. Bwana Yesu asifiwe. This year. Wazee, this year go and love your wives. Mtamakana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe jo. Nini Bwana Yesu asifiwe. This year. Kama umebakisha tu pesa kwa mfuko, enda fanya ka shopping kadogo peleka.
uko unatubu tu kwa nyumba. Eric, Bwana Yesu asifiwe. Na umejificha hapo. Hata wewe usikie. Umesikia? Akitoka hapa aenda anunue kitu aleta kwa nyumba. This year, Mr. Kasembeli, Bwana Yesu asifiwe. Pita pale kwa duka, weka kitu hapa. Ingia nayo. Si ni kweli? Sema amen. This year we are on operation. Upendo wa Yesu itaanzia pale nyumbani. Itapita hivi mpaka hata by the time unafika kanisani. I'm telling you, Roho anashuka tu hata bila watu kuomba. Yaani utakuwa unafika hapa tukiinua tu mikono hivi, Roho Mtakatifu anashuka. I'm telling you. Na kuna wengine hapa muongeleshani this year. Kuna watu hapa mtu asalimiangi jirani yake. Kuna washirika hapa wasalimiangi. Hiyo ndio kitu kingine imewanyima baraka. Leo service ikija tukisema the grace, pita around, pita hata kwa yule mtu usalimiangi, salimia yeye. Hata akijaribu kuweka mkono kando, mwambie ni wewe nasalimia. Salimia yeye. Hata akikuletea vidole peke yake hivi, mwambie lete mkono, salimia yeye. This year we are going to love people. This year we are going to preach Jesus. This year you are going to look like Christ. Praise God. This year you are going to look like Jesus. Hata ukipita kwa wale barabara wanaona unakaa Yesu. This year, every good blessing that God has prepared for us, we are going to receive. Bwana Yesu asifiwe. Every good blessing yenye Mungu, hakuna kitu kitakuwa na sababu ya kututenganisha na upendo wa Yesu. Nothing. The devil, tunaenda kufunga mianya yote ya shetani aliingilia, akaleta mateso in your life and in your family. Bwana Yesu asifiwe. I'm telling you the truth. This year vile tunakuona leo hatutakuona hivyo kesho. This year hata hiyo kazi umetamani muda mwingi you are going to get, because you are going to look like Christ. Mahali popote unaenda, everywhere you will look like Christ. You will look like Christ. Bwana Yesu asifiwe. Wengine mligombana kwa nyumba asubuhi before mkuja hapa. Na waona tu. Kia pastor aone. Go and make peace with your partner at home. Na waona tu. Kuna watu hapa mlibishana asubuhi, kagombana. Na unanisikia tu. Go and make peace. That house Jesus must enter. Jesus must bring blessings in that home. Your home must be a place full of blessings. Tamwangalie chini. This year, your life will never be the same again. I'm telling you the truth. Kama mlikosana asubuhi, enda make peace. Masaa imefika. Simameni tufunge ibada. Nataka watu waende nyumbani. Go and love your partner. Bwana Yesu asifiwe. Go and love each other. Tusimame. Watoto wote wanarudi shule, wakuja hapa mbele. Chap chap. Ya, tusonga mbele. Na nyinyi watoto mchezo hatutaki. Wazazi wameamua hawatalipa school fees, muende muharibu shule. Bwana Yesu asifiwe. Si wazazi mnakubaliana na mimi? Hautangangana kupata pesa ulipie mtoto kwa shule afanye nini? Mmesikia ni wazazi wanasema. Bwana Yesu asifiwe. Praise God.
Songa mbele. Just move forward. Just move forward. We surround our watoto in the name of Jesus. We surround our children. But I believe this year watoto wako wanaenda kusoma. Watoto wako hawatakuwa mkia. Watoto wako hawatakuwa mkia. Watoto wetu hawatakuwa wa kusumbua shuleni. Watoto wetu hawatakosa kusoma. Hallelujah. Watoto wetu hawatakaa nyumbani kwa sababu ya school fees. Wanaenda kusoma. Praise God. Tazama, wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna gumu lolote usiloliweza? Tazama, tazama, wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna gumu lolote usiloliweza? Tazama, tazama, wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna gumu lolote kuna neno usiloliweza? Je, kuna neno? Je, kuna neno gumu lolote usiloliweza? Je, kuna neno? Je, kuna neno? Kuna neno? Kuna neno usiloliweza? Je, kuna neno gumu lolote wale ambao wako kule nyuma, lift up your hands to these children. Na hata kama uko na mtoto kule nyumbani, uko na mtoto mahali, just want you to lift up your hands to them. And I want you just to declare that school fees inaenda kupatikana in the name of Jesus. I want you to declare hawa watoto watasoma. Hawa watoto watasoma. I'm telling you.
hawa watoto watasoma, whether the devil like it or not, whether your village ancestors like it or not. Kuna wengine hauna mtu wa kukusaidia kusomesha hawa watoto. Kuna wengine hauna mtu yoyote anaweza akakusaidia watoto wako wasome. You have been struggling alone. We are going to declare that these children, they will not be ashamed. Hawa watoto hawataibika. Your children will not be ashamed. Your children will not go through shame. Hawa watoto watasoma. Open up your mouth and declare that hawa watoto watasoma in the name of Jesus. Oh, na watoto fungeni macho, tunawaombea nyinyi. Close your eyes, we are praying for you. And you believe that Jesus is going to make a way for you. Our children will not be the tail. Watoto wetu hawatakuamikia. Watoto wetu hawatakuamikia. Watoto wetu watasoma. Declare that God is going to open financial doors. God is going to bring sponsors ambao watasponsor masomo ya watoto wetu. These wonderful children hawatakosha kusoma in the name of Jesus. We are releasing prayer and grace. We are releasing favor upon them. School fees itapatikana. We speak to the spiritual realm that sponsors will locate these wonderful children. That sponsors will desire to help these children to study. Hawa watoto watasoma in the name of Jesus. Huyo mtoto ambaye ako pale nyumbani, we declare. Wengine wamesafiri, wamesafiri lakini haujui vile watasoma. We are declaring wale watoto watasoma in the name of Jesus. We are opening financial doors. We are declaring the financial doors to open. Oh God, financial doors open in the name of Jesus. Financial doors open for the sake of these beautiful children, for the sake of those wonderful children. I pray for you parent ambaye una mtoto na huyo mtoto haujui atasoma aje. We are calling upon the heavens that the rain of finances may be released. Finances may be released. Kuna watu mliahidiwa, kuna watu watawasaidia watoto kusoma. Kuna watu mko hapa na uko na watu ambao wanaweza wakasupport watoto wako kusoma, but they have been silent. Right now in the name of Jesus, we are provoking them. We are provoking them. We are provoking that rich person. We are provoking that rich person. We are provoking that person that is able to help your children kusoma in the name of Jesus. We are provoking them. Let them see the desire to help these children to go to school. We are opening those doors. Bursaries. Kuna watu ukienda kutafuta bursary wa unanyimwa. We are praying for favor upon your life. Upon your life. You will not be denied an opportunity for the sake of your children in the name of Jesus. We are prophesying right now a connection to help us. A connection. I declare upon you that may God bring a connection for the sake of that child to go to school. In the mighty name of Jesus. And I'm remembering all men in this service that God is going to bring money in the name of Jesus. I'm remembering those men ambaye majukumu unatafuta vile utafanya but right now I pray for you that God is going to give you the grace. That God is going to give you the grace. God is opening financial doors for you in the mighty name of Jesus. I pray for the women. Kuna wamama mahali hapa ambao majukumu ya kusomesha watoto yamekuwa yako peke yako. You don't know what to do. It has been so hard on you. It has been so tough on you. I pray that God, by the power of the Holy Spirit, is going to provoke someone, a helper, to help you concerning that burden.
ya kusomesha watoto in the name of Jesus. And we cover these wonderful children by the blood of Jesus. Jehova, tunaishi katika nyakati mbaya, maovu yameongezeka. Watoto wetu hawa wote tunawafunika na damu ya Yesu. Watoto wale ambao wako kule nyumbani, wengine wamesafiri wakitoka Nairobi kwenda nyumbani, wengine wanaenda kusafiri, wengine wamekuwa wakisafiri kuanzia juzi. Bwana, tunawafunika na damu ya Yesu. Hawatafika kule nyumbani waangaishwe na wachawi. Hawatafika kule nyumbani masomo yao yafungwe. We are declaring, oh, the Holy Spirit to cover them, to enable them kusoma vizuri in the name of Jesus. We rebuke premature pregnancies to our girls. Oh, we rebuke that spirit, premature pregnancies to our young girls in the name of Jesus. Those spirits, wale mapepo ambao wanainuka na maroho za kurepu watoto wetu wadogo, kuingiza wasichana wetu wadogo kwa mambo ambayo hayafai kabla ya wakati wao, we rebuke that demon, that spirit to go away in the name of Jesus. We arrest that spirit in the name of Jesus. Yeyote atajaribu kusumbua watoto wetu, Jehova, tunamsukuma afungwe kabisa in the name of Jesus. By all means, our children will be a blessing. Our sons and daughters shall be taught by the Lord. Jehovah God, I declare a priestly blessing upon these wonderful children. I declare these children are blessed. I declare they are favored. I declare the blessings of God upon these children. I declare the anointing of God. I bless them by the name of Jesus. I declare God has blessed them. I declare no devil shall have power over them. Witchcraft will not have power over them. Uganga haitakuwa na nguvu juu yao in the name of Jesus. Father, I thank you and I give you glory. Kawabariki Bwana, ukawainue, tenda miujiza. And I pray for each and every person. You are here na kuna jambo ambalo ungetaka tuombe, just lift up your hands. Kuna jambo ambalo linakusumbua na hili jambo limekuwa mzigo kwako, you don't know what to do. Just lift up that hand before the Lord. You don't know what the Lord is able to do. Kuna jambo ambalo linakusumbua, you don't know what to do. Hili jambo limekuwa mzigo kwako, hili jambo limekuwa ni mzigo, na ingine hata imekufanya hauna mtu wa kuambia. You don't know whom to share with. Limekuwa mzigo kwako, and you believe that as you stand before this altar that the Lord is going to touch it in the name of Jesus. I just want you to believe as you lift that hand before the Lord. You are not lifting it before me. Just lift that hand before the Lord. And I am declaring right now in the name of Jesus, whatever is troubling you, whatever that is a burden to you, whatever imekusumbua, inakukula kichwa. Sometimes unakaa hata una doubt wokovu wako. Wakati mwingine unakaa na ni jambo ambalo huwezi ukajitoa ndani. I declare the presence of God in your life, that in one way or the other, I declare, let God help you with that burden. Amesema njoni kwangu mliolemewa na mizigo mizito. And as you lift that hand before him, I pray that he may take over that burden from you. He may take over that burden. Wewe mzee, hilo jambo limekuwa mzigo. Wewe mama, hilo jambo limekuwa mzigo. May the Lord take over that burden. I speak a solution. I speak a solution. I know you don't know what to do. I know it is so heavy on you. I know hilo jambo limekusumbua muda mrefu. I know unatamani kupata solution. But I stand on this altar and I declare that may God, whom I preach on this altar, the God of heaven and earth, the creator of the universe, Jesus Christ who died on the cross for us, who said that come unto me all of you who are heavily burdened and I will give you rest. Father, in the name of Jesus, take over. Take over. Bring a solution. Bring a solution. In 1 minute, just speak it before the Lord. In the name of Jesus. Just speak hilo jambo ambalo linakusumbua, mwambie Bwana, I surrender to you. Na achilie ile jambo kwako. Taja jina ya hilo jambo in the name of Jesus. Taja sauti ya hilo jambo before the Lord. Mwambie Bwana, na achilie ile jambo mbele yako. If it is marriage, mwambie Bwana, hii ndoa ninaiweka kwako sasa.
Mali imefika siwezi, I surrender to you. Just surrender that thing. Hilo jambo ambalo linakusumbua, liinue tu kwa Bwana, mwambie Mungu, hili jambo ndilo linalonisumbua, but I leave it on this altar. Mwambie Bwana, naliacha hapa kwa haya madhabahu. Sitaenda nalo tena, halitanisumbua tena. I surrender to you. Take over in the name of Jesus. Father, in the name that is above all names, we lift up our hands to you. We commit every need that we have to you. Everything that has been troubling us, Lord, this evening, this afternoon, we surrender to you. Father, we declare we will not carry those burdens again. We surrender them to you. We surrender them to you. We surrender the challenge of our marriages. We surrender the financial challenge. We surrender the family challenge. We surrender every challenge that is in our lives. Lord, we surrender to you. Take over from now. Take over, Lord Jesus. Take over, my God. Take over, mighty Father. Take over, King of glory. You are wonderful, God. Thank you because, Lord, it is done. Thank you because you are visiting this man. Thank you because you are visiting this woman. Thank you because as they surrender their needs to you, Lord, you are releasing your blessings and answers to their prayers. We thank you, Lord, and we give you glory. Thank you for this service, oh God. Father, wakati nilipouliza wala ambao wanahitaji kusupport huduma hii, kuna mikono iliinuliwa juu. I commit them to you. You are here, you desire to support this ministry. Kuna jambo ambalo unajiambia, mimi nitajitolea kwa kiwango fulani ya kusupport hii ministry. Just lift up your hand. I want to pray for you. Just lift up your hand. You desire, unajiambia kwa majukumu, kwa mambo ya huduma hii, ninaenda kujitolea kwa ajili ya kiwango fulani. Hiyo tu ni wewe mwenyewe unajiwekea, unajiambia, I am going to do this. I'm going to give this. You can even speak before the Lord. You just tell him what you desire to do, what you desire to give, what is you desire. Kuna yule you desire 20,000, you desire 10,000, you desire 50,000, any amount you desire for the work of God. I just want you to speak it before the Lord. Kuna wakati Mungu fanya baraka nyingi wakati mtu unaweka nadhiri ya kwamba Mungu, ninajitoa, nitafanya hii. And I want you to lift that hand before him. And I'm going to pray for you in the name of Jesus. Father God Almighty, first I say thank you kwa wale ambao Bwana wamewahi jitolea wakasababisha huduma hii kafika level imefika. I say thank you. Lord, I agree that ningekuwa peke yangu singeweza. Kuna watu waliwahi kujitolea tangu huduma hii ilipoanza paka mahali imefika. And Lord, I lift up my hands, I say thank you kwa ajili ya wote. Baba, kuna mahali tumefika, kuna mahitaji tuko nayo. Jehovah, we are going to renew the lease of this land this year. We are going, Lord, to build the church outside there, the children church, the office, the kitchen. Lord, kuna watu ambao wamebeba huo mzigo. Wameona kuna haja ya wao kusupport kazi ya Mungu. And Jesus, as they lift their hands to you, I commit them to you. Hiyo mikono wameinua sio kwa sababu wako na pesa nyingi, lakini kwa sababu wameona haja ya kusupport kazi ya Mungu. Father, as they lift those hands, as they are going to commit themselves to doing what they have agreed to do, Father, I pray their lives will never be the same again. You are the God who blesses those who are cheerful givers. And Lord, bila kushurutishwa na kulazimishwa, hawa wameinua mikono, ninawaombea kibali. Nafungua milango ya pesa kwa mikono yao. I declare they will never lack. I declare financial doors to open before them. I declare salary appraisal, mishahara iongezeke kwao. I declare kama kuna mtu yoyote kuna laana iliwekwa kwao. Kuna wengine waliekewa laana ati kwenu hamtawahi endelea. Kuna wengine waliekewa laana hawatawahi kuwa na mke. Kuna wengine waliekewa laana hawatawahi pata ndoa. Wengine waliekewa laana hawatawahi fanikiwa. Wengine waliambiwa hawatawahi pata watoto. Wengine waliambiwa hawatawahi pata kazi. Wengine waliambiwa hawatawahi pata maendeleo yoyote. Father, as they lift their hands to you, I commit them to you. And I declare all those curses are broken in the name of Jesus. This year, Lord, I'm believing that you are going to release that testimony this year. Wale wametamani kununua shamba, as they support the work of God, wanaenda kununua.
wale ambao wameitamani chochote kile kutoka kwako. Father, I stand here as your prophet and I declare they are receiving it right now in the name of Jesus. We thank you, Lord, and we give you glory. Even as we come to the end of our service today, Father, I commit everyone here before you. I commit wale members wote ambao wako kule nyumbani, ambao waja manage kukuja leo kwa njia moja au nyingine. As year begins, I bless them, oh God. I declare your blessings upon their lives. All the leaders, oh God, our worship team leader, Jehovah, our worship team leader, Irene, our youth leaders, oh God, Samuel, and Lord, all of them, oh Father, I bring them into your able hands, oh God. I commit them to you. I commit the men leaders, Makana. I commit them, oh God, John Soita. I commit them into your able hands. I commit every leader, oh God, those who are leading youth in different areas. Akina Rashmi, oh God, I commit them into your able hands. The children ministry, oh God, I commit them to you, Father. Father God, I commit every leader that is in this meeting, Lord, into your able hands. Without forgetting Pastor Pretty, who has been a blessing to this altar, oh God. I commit them into your able hands. Father, I declare your blessing upon every member of this church ambaye anaacha shughuli zake zote anasema nitakuwa na ibada mahali pale. Father, I declare, let this altar speak for them. Let this altar release blessings upon their lives. Lord, I declare, ukawainue na ukawabariki. Nafungua milango za madirisha mbinguni. Natangaza baraka ziwamwagikie. Natangaza wafanikiwe kwa maisha yao. Natangaza wafaulu mwaka huu. Natangaza mambo yao yataenda vizuri. Natangaza watafaulu Bwana. Natangaza hawataaibika. Natangaza hawatadharauliwa. Waheshimike Bwana. Baraka zitoke mbinguni zimwagike juu yao. Wafanikiwe kwa kazi ya mikono yao. Wala ambao kwa biashara wafanikiwe. Father, I stand here as your vessel. I stand here as your oracle. I stand here, Lord, as your servant. And I release what you called me to release. That I may release blessings upon your children. Father God, may they be blessed. May their marriages be blessed. I pray for every marriage here. I pray for every husband, every wife here, oh God. May they be blessed, oh God. May the heaven open his blessings and release upon them. Bwana wafanikiwe kwa maisha yao. In the name of Jesus. I thank you, Father, and I give you glory. Kawainue na kawabariki. Even as we come to the end of this service, bless them and lift them. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Before we share the grace, worship team wote tutabaki just for 5 minutes. For 5 minutes, and then you go home. Now may the grace of our Lord Jesus Christ,